Mtazamaji, leo wiki iliyopita tulizungumzia kidogo kuhusiana na changamoto ya uric acid. Lakini leo tutakwenda kuzungumzia kitu kingine. Hapa ni elimu. Kwa nini elimu? Ni kwa sababu watu wengi hawana elimu ya maradhi yanayowasumbua. Hebu tuongelee kidogo juu ya swala zima la bawasiri, mang'ondi, hemorrhoid. Ni ugonjwa ambao usijaribu kuupuuzia kabisa. Ni ugonjwa ambao usipopambana nao, ukamwona daktari mapema, ukatumia habo mapema, ukajihangaikia mapema, unakuletea changamoto ambazo huwezi kuja kupindua. Lazima ikupeleke sehemu ambayo ni mbaya. Nisikilize kwa makini, nikusomee dalili na changamoto za bawasiri. Mtazamaji, sasa twende pamoja, wewe ambaye hujui changamoto za hemorrhoid au bawasiri au wengi wanasema mang'ondi. Chanzo cha bawasiri ni tabia ya kukaa sehemu moja kwa muda mrefu. Yaani mtu anayekaa sehemu moja kwa muda mrefu. Wengi madereva, wengi wanaokaa maofisini, lakini mafundi wanaoshona wanakutana na tatizo hili la bawasiri. Tatizo sugu la kuharisha, yani kuuma tumbo la kuharisha, ukaharisha muda mrefu, unapata bawasiri. Ujauzito, uzito wa mwili kupita kiasi, kufanya ngono kinyume na maumbile, lakini pia kupata choo kigumu, haja ngumu. Mtu anakwambia mimi ninaweza nikamaliza wiki sijapata haja, ni hatari kubwa sana kwako. Kuwa na mgandamizo mkubwa tumboni, ndo tunarudi kule kule kwenye haja ngumu. Lakini pia kunywa pombe kupita kiasi, kula sana nyama nyekundu, vidonda vya tumbo ambavyo ni ulcers. Ukiwa na vidonda vya tumbo vishughulikie, kwa sababu ukipata haja kubwa ngumu unakwenda kupata shida ya bawasiri. Lakini pia ngiri, kwa wale ambao wanasema ni chango, hernia. Ukiwa na ngiri ambayo hutaitibu na kuishughulikia mapema, utapata bawasiri. Lakini hapa nakwambia kula sana pilipili, kunyanyua vitu vizito. Lakini twende kwenye dalili za bawasiri. Kupata muwasho mkali katika eneo la juu la haja kubwa, kujitokeza kwa kinyama eneo la haja kubwa, kupata kinyesi chenye damu, kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia, kutokwa na uteute sehemu za haja kubwa, lakini pia kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia haja kubwa na kusababisha mishipa ya sehemu ya haja kubwa kukwanguliwa. Ndio maana unakuta mtu anapata sasa haja kubwa imechanganyika na damu. Kwa hiyo kuwa makini sana na hivi ili uweze kuondokana na changamoto hii. Kuna uwezekano mkubwa wa kupata saratani ya utumbo, yani kansa, kwa sababu kile kinyama kinakaa kama kidonda. Uume kusinyaa, unapoteza urefu na ukakamavu. Bawasiri ikikuandama, unaona pia maumbile yako ya uume wako yanasinyaa, lakini pia yanakosa ukakamavu. Ndio mtu anaanza kukimbilia nguvu zangu za kiume zimepotea, bila kuangalia maradhi mengine aliyonayo yanaweza kusababisha nguvu zake zikapotea au huo maumbile yake yakapungua. Lakini pia madhara ya bawasiri, hemorrhoids, upungufu wa damu mwilini, kutoka kwa kinyesi bila kujitambua. Unajua ukifanya operation ya kwanza kukata kile kinyama, ukaenda ukafanya ya pili, yale maumbile yanaendelea kutanuka. Kwa hiyo kitakachotokea kuna wakati utapata kinyesi bila wewe kujitambua, kinatoka bila taarifa. Kukosa hamu ya kufanya tendo la ndoa, kupunguza au kupungua kwa nguvu za kiume kwa wanaume, kupungukiwa na uwezo wa kufanya kazi, ile performance ya hormone, performance ya sexual inapungua. Kwa hiyo hakikisha unapambana na bawasiri kabla haijakufikisha huko. Pia kupata tatizo la kisaikolojia, msongo wa mawazo. Mtu mwenye bawasiri ya muda mrefu anapata msongo wa mawazo kwa sababu hapati haja kubwa vizuri, hawezi kukaa vizuri, hajiamini. Wengine ndio hao haja inatoka bila taarifa, kwa hiyo lazima anapata msongo wa mawazo. Lakini pia kwa wanawake sometimes mimba zinaharibika. Kwa hiyo kuweni makini na bawasiri, na bawasiri ukitumia habo inatibika na unarudi kuwa mzuri. Usikubali kufanya operations za mara kwa mara ikakupelekea kuanza kupata haja kubwa bila taarifa.